Hivi ndani ya Migori County tumekaribia kumaliza miaka 5 ya utendaji wa kazi katika serikali ambayo ipo ndani. Na kama kawaida governor huwa anaruhusiwa kwenda katika term 2. Lakini pia huyo governor lazima anapendekeza jopo la kundi ambalo litakayeambatana pamoja naye kutendea wananchi kazi. Wewe unakotokea, labda unaona kazi inafanyikeje katika maeneo yenu, ambapo kipewa asilimia za kupea governor ama serikali ambayo iko kwenye ulingo sasa hivi, unaweza kuwapa asilimia ngapi? Kwa maoni yangu mimi nataka nikuhakikishie, na maoni ya wengi sana hapa nje, ni kwamba kwa miaka hii 5 tumepoteza. Asilimia ya utendakazi hata ifike 5%. Ni mbaya sana, na jopo ambalo linamzunguka governor si watu wabaya. Dawa sana on daughters, ni watu ambao ni wa heshima sana, kabla ya kuwa kwenye uongozi wamekuwa na majina mazuri, wamekuwa nafanya vitu vikubwa. Nitokulia mfano rafiki yangu Daktari Dr. Mahiri. Kabla hajawa deputy governor amekuwa anafanya miradi mikubwa sana, anajenga shule, anatoa donation, anafanya vitu vingi. Jina lake lilikuwa kubwa mpaka unaweza ukaona kwamba jamaa hakuwa kwenye ulingo wa siasa, anaenda kutafuta darasani. Anaambiwa acha kufundisha, njoo tukukalisha hapo tuongoze. Na maana alikuwa na CV nzuri sana. Lakini baada ya kuwa ameingia kwa hii serikali imechukua advantage. As we speak right now, mambo ground ni mabaya. Our son mwenye tulikuwa tunategemea sasa unaweza kuta amechafuliwa jina sana kwa sababu ya uongozi mbaya. Wako pale wamefungwa mikono nyuma, hana uwezo wa kufanya nini kutimiza yale ambayo anahitajika atimizwe kwa uongozi kwa jamii. Ijulikane kwamba viongozi, uhusiano wa wapiga kura na viongozi wanasiasa ni maendeleo, nothing else. So hii miaka 10 haiwezi kuingia. Hii miaka 5 ambayo tunaimaliza, ninaona kwa asilimia kubwa governor na timu yake, ile ambayo mimi nasema governor ni mti, matawi yake ni machief officer, mawaziri na nini, na wale mashina yake ma MCA, governor nangolewa kama mti na mizizi yake akianguka 2027 kunahitajika mabadiliko makubwa kwa kaunti ya Migori. Na tunapoenda kuchagua, ninasihi watu wa Migori County, tafadhali ninawaomba, ninawasihi kwa moyo wa huruma, muhurumie kizazi tunachokizaa, kizazi ambacho tumekibeba na generation ambayo imetoka shuleni. Mfanye uamuzi mzuri ambao utasaidia watu wetu. Mchague kiongozi mzuri ambaye tuangalia maendeleo ambayo ameaisha kuyafanya, ambapo sahi yupo na pale ambapo anatazamia kwenda. Yes. Sisi kama jamii ya Wakuria, idadi yetu ni chache sana. Na pia Migori County ambayo tuko ndani kabisa, kufahamika kama Migori County, wanategemea sana kusikia Wakuria wanasemeje katika nafasi yoyote ndani ya serikali ya Migori County. Na ili hali sera nyingi huwa inauzwa kwetu, Wakuria wamefika sehemu wamesema jamani tumechoka, kwa sababu kila kiongozi anakuja na tuahidi kwamba tutaleta mabadiliko, na wanapoingia pale basi tunapewa miradi ambayo haitambuliki ama miradi isiyokuwa na nguvu. Labda kama wewe mwanasiasa, mnaona kwamba mabadiliko haya kuna uwezekano wa sisi kuja kupata mkombozi ndani ya mji wa Kuria? It's very possible. One, Wakuria kama Wakuria inafaa tufike sehemu tushikane tuwe kitu kimoja. Serikali iliyopo kwenye madaraka imetumika kugawanyisha Mkuria. Mkuria amekuwa ameshikana kutoka nyuma. Ukifuatilia vizuri, kama Mkuria angepata shida kama hii ya vita ambayo iko kule juu, Mkuria yote angeshikana wote waende huko wasaidia ndugu zao, walete amani. Lakini as we speak, kwa sababu mimi natoka subclan fulani, mimi subclan yangu haijaguswa, zile subclan zingine zimeguswa, mimi najitenga, wale ni watu wengine wanafanya nini, wanaumia. Nataka niseme hivi, kitu cha kwanza lazima tuwe na umoja. Sisi kama sisi tuwe na msemaji wetu. Cha pili, tuwe na unit ambaye yani tuwe na mania mamoja, tunie mamoja. Alafu Mkuria afike sehemu ya kugundua kitu kimoja. Asichague mtu kwa sababu ana ndugu yake, asichague mtu kwa sababu anatoka pamoja. Achague kiongozi ambaye anaweza kuleta maendeleo, sio mtu wa ukoo. Isemekane kwamba ama ijulikane kwamba hili nalo si bahatishi. Kama watu wa Migori County wanaweza kumwamini Mark Nyamita, wampatia nafasi hii ya uongozi wa 2027 kuwa governor county ya Migori, itakuwa Regas ambayo maybe inaweza kumbeba kesho sikia anatafuta upresident Kenya hii.
that guy anajua maana ya kazi. Kitu cha kwanza, that guy anafanyia pesa ile ya CDF anayopatiwa, anaimanage vizuri. Kwa sasa hivi tunavyoongea, unakuta kwamba maoni yakichukuliwa kwa wananchi Kenya mzima, unakuta amekuwa ranked top 10 kwa wale ambao wanatumia pesa vizuri. Nzuri zaidi kwamba haangalii ile pesa tu anayopewa, anaweza kutafuta nafasi. Unajua unapokuwa umechaguliwa kwa kiongozi kuwakilisha watu wengine, unakuwa na nguvu ile hata unaweza travel nje. Yeye haendi nje kutembea na kukula, anaenda nje kutafuta investors, anaenda nje kutafuta watu ambao wanaweza kumsaidia, wahisani, wanakuja wanajenga, wanakuja wanasaidia watoto, wanalipa school fees, wanatafutia watu kazi mpaka na nje. So this guy, watu wakiamini huyu anaweza kuwa mkombozi wa Wakuria, anaweza fanya maradufu ya ile bado alikuwa anatufanyia at least. Tangia bado ameondoka, ile miradi ilikuwa imefanywa, imeishia hapo na imesimama. Naomba ndugu zangu, kwa sababu hatujakuwa pamoja pale tufike mwisho pale pa kushikana, na ijulikane kwamba Wakuria si wachache kwa kaunti ya Migori. Sisi ni wengi. Kitu tu tumetumiwa na watu wa pale chini ni kuja kutugawanyisha na kutuweka into sub clans. Lakini Wakuria tuna uwezo wa kupitisha governor, tuna uwezo wa kuchagua women rep, tuna uwezo wa kuchagua senator. Na ukitaka uamini ni ukweli, kumbuka the late mzee, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, mzee Machage Gisuka aliwahi kuwa senator, ni Mkuria wa hapa Kihanja. So sisi kama Wakuria tukishikana kwa ile spirit tulikuwa nayo 2013, we can make it. We still have a chance ya ku make it. Labda kwa sasa hivi headlines ambazo zinagonga ni kwamba Dr. Mahiri must go, Deputy Governor of Migori County must go. Na MCA ameinua kauli ambaye anafahamika maarufu kama Triple M. Anasema kwamba Daktari Mahiri must go. Na wewe umeanza ukisema kwamba Daktari Mahiri before hata ingie ndani ya hii siasa alifanya kazi iliyoonekana. Labda ni wapi panaangukia ambapo unahisi kwamba baadhi ama miongoni mwa MCAs wanasema ni heri aondoke? Kwanza nimpongeze Triple M. Kwa 80% amefanya kile kitu ambacho kinahitajika wafanya. Inaitwa oversight. Hakuna umeisikia kaunti nzima kuna mtu yoyote mwingine amejitokeza akataka kufanya mambo ya impeachment? Hakuna. Is the first guy. But mimi sitaki kumuingilia sana, lakini anaweza kuwa naifanya isivyo. Ikumbuko kwamba deputy governor hana docket yoyote, hana pesa yoyote, hana allocation ya pesa yoyote, anayoimanage yake, bajeti yake ambayo anaweza kuifanya direct, isipokuwa kugawiwa. Mtu ambaye anaendesha mambo ya finances kila kitu, mwenye ana uwezo baada ya kuwa imepitishwa kwa bunge la kaunti ya Migori ni Daktari Ochiro Ayako. Nataka niulize swali wananchi wapiga kura. Gari likiwa linasafiri kutoka Kianja kwenda Nairobi, gari liangukia Narok, ama gari linapokuwa linasafiri lianguke, unauliza conductor ama unauliza driver? Driver wa kaunti ya Migori ni Ochiro Ayako. Kabla hajafanya impeachment ya Daktari Mahiri, na sisemi kwa sababu natoka kwa ikran, nasema kwa sababu ya ukweli na fact ambazo ziko, a table motion ya kumtoa Daktari Ochiro Ayako wakiambatana na nani? Na Mahiri, wote wakienda, not one. Kwa sababu gani? Tumekosa madawa kwenye hospitali, anayehusika ni Daktari Ochiro Ayako. Tumekosa barabara zetu kupitika, anayehusika ni Daktari Ochiro Ayako. Tumekosa school fees kulipia watoto wetu basari, anayehusika Daktari Ochiro Ayako. Peace imekosekana kwa kaunti yetu, anayetoa pesa, anayesimamia hizo pesa za kuenda kufanya peace ni Daktari Ochiro Ayako. Yule bwana yupo kwa ajili ya kusaidia. Hivi nataka nikuulize swali rahisi. Msaidizi anafanya kazi kipindi ambapo mtu ambaye anamsaidia yupo ama kipindi hayupo? Tuna expect kipindi Ochiro ameugua kwa hospitali, tuombe augue. Kipindi hayupo, huyu ndo take over aendeshe. Kipindi ambapo maybe amesafiri yuko nje, ndo amwachie. Ukiona Ruto akiwa anasafiri kutoka nje ya Kenya, anapoondoka anasema makamu, nimeacha mamlaka kwako. Daktari Ochiro yupo 24/7 Migori County. Yule ni msaidizi. Ina maana ile kazi anaifanya yeye. Utepetevu unaouona, masoko yetu hayajengwi, sijui nini, uchafu yenye imejaa kwa matauni zetu, maji hayafikii wananchi, barabara hazipitiki, dawa zimekosekana hospitalini, mhusika mkuu ni Daktari Ochiro Ayako. Na hiyo sio eti nasema kwa ubaya, ninasema kila ambacho kipo kikatiba, nasema kila ambacho kinapaswa kifanyike, nasema kila ambacho kinafaa mwananchi ajue, aelewe. Daktari Mahiri kama anaenda nyumbani,
sikatazi triple M, hata amechelewa kutable hiyo nani, lakini kama ana table, asi table into clanism, asione into clanism. Huyu hatutoki pamoja, huyu si wa kwetu. Aione kwamba anafanya hili ili tupate mtu ambaye atatuletea maendeleo hapa chini. Nimetangulia kusema Mahiri kabla awe deputy governor, tulimuona Iza Wasani, tuliona akifanya mambo. Naweza akakwambia Taranganya kuna dormitory amejenga, naweza toa testify kwamba amefanya. Lakini baada ya kuingia, what happened? The guy alienda akawekwa akakuwa kama picture. Is really reading gazette. Asoma tu magazeti, inafika jioni, akiwa mafuta kwa gari, arudi nyumbani, kesho aende. Tumebakia kwamba deputy governor wetu mpendwa, kijana wetu, kazi amebaki nayo sasa hivi ni ya kukaribisha governor kwenye majukwaa kuongea. Eti tunamkaribisha Daktari Mahiri, amkaribisha governor azungumze. Imebaki kama yeye ni wakuja tu kukaribisha governor azungumze. Hakuna kitu anafanya. Amefanya mpaka Daktari Mahiri inawezekana hata nyumbani anashindwa kukaa kwa sababu hana kitu ambacho anaendesha tu. Kipindi governor najua, maana tumekuwa tunaambiwa, alituambia kwamba atasaini mkataba na Daktari Mahiri, atampa nguvu, atampa doketi za kusimamia. Mfano ampe doketi, mfano kama ni ya elimu, ama ni ya agriculture, ama tuseme ni ya department, iwe chini yake, waziri awe chini yake na chief officer. Hiyo haifanyiki. Kuna pesa inasainiwa iingie. Mimi ninaongea nikiwa na fact na nikiwa na evidence, hata nikiitwa leo kotini. Daktari Mahiri anasainiwa over 100 million iende kwa ofisi yake. Haiendi. I can tell you, hao watu tukikutana nje, tumekaa kwa hotel, they tell us tunapitia magumu. Anakuambia hapa izonri wacha tukue. Hata MCAs wenye wako, hata huyu mwenye anaongea, wanaongea ili wapate tu sympathy kwamba anatetea jamii, lakini walishaboronga kitambo sana. So manake ni sympathy wanatafuta. Sympathy wanatafuta. Yuko sahihi. They are looking for sympathy. If kama ni mtu ambaye alikuwa sahihi, simpingi, but kwa mawazo yangu ninavyoliona hili, kama ni mtu ambaye ana uchungu, sio na watu wa Komosoko, sio watu wa Ikerege, sio watu wa North Kadem, watu wa county nzima, ondoa shida kutoka pale ipo. Ongoa Governor Ochiro aende nyumbani na timu yake yote. Sio kwenda kutoa mtu mmoja. Huyu mtu ambaye ana doketi ya kupeana vitu fulani, yeye hayupo, hafanyi hizo vitu. Halafu unaniambia huyo mtu unamngoa. Unangoa mdogo wake mwenye hata asimamii kitu. Haiwezekani my brother. Hapa kuna mchezo unaitwa wakuku na nini na mwehu. Labda tukimalizia, neno lako kwa ajili ya wakaji wa Migori County na Kuria kwa ujumla. Wow, I'm very happy. Nipende niseme kwamba watu wa Migori County, ndugu zangu, wapiga kura, ni waombe. Kama kuna mwaka tumepoteza ni mwaka 2022 mpaka 2027. Hapa katikati tumepoteza. Ni waombe kufanya kitu moja. Ni waombe tafadhali 2027 tufanye uamuzi mzuri. Tusiangalia tunatoka wapi, ni nani yuko wapi, ni nani ni wa kwetu. Tuchague viongozi watakaosaidia kaunti ya Migori kwa kizazi tulichokibeba na kila ambacho kilichopo. Mwisho kabisa, kaunti yetu inahitaji vijana waajiriwe na wasipeo casual, waajiriwe permanent. Wawe na uwezo wa kukusanya ushuru na kupeleka kwa kaunti ya serikali. Wakisharusha kwa ile akaunti yenye na kusanya pesa, maana hawana atakaye wafuta kazi, maana wameajiriwa permanent. Lakini casual, nakwambia ukikusanya jioni uniletee, usipoleta kesho nitakufukuza niweke casual mwingine. God bless you people of Migori, God bless Migori County. Asante. Asante sana.